Get the point. Take a step forward. Leo tuna somo linalosema kunena kwa lugha. Kunena kwa nini? Kwa lugha. Nani anajua kuimba kilugha? Anayejua kuimba kilugha mmoja tu ajaimbe. Anajua kuimba kilugha halafu na kukitafsiri. Nani anajua? Nani anajua? Njoo imbe. Harakisha. Mpeni microphone. Na somo tayari imeshaanza, kumbuka. Mtashangaa linaisha. Ndio. Imba. Tambulisha kabila unayoimba. Tambulisha kabila unayoimba. Naimba kabila la Kijaluo. Aya, anza. Yesu mondo owari Yesu enunwano makana orato inki dwaro neno loka machelo Yesu dwar mondo owari. Na watafsirieni sasa. Sikilizi. Njoo kwake Yesu uokolewe, Yesu ni daraja kuvuka mto ukitaka kuona ng'ambo ya pili. Njoo kwake Yesu na wewe uokolewe. Bwana asifiwe. Amina. Tumesikia Kijaluo na tafsiri yake. Si tumeelewa? Kuna mwingine anajua kuimba kilugha? Nani mwingine anajua kuimba lugha? Kilugha nani? Na kutafasari, kutafsiri. Kimbia. Nani? Yuko wapi? Kuna mmoja tu anayejua kuimba kwa lugha na kutafsiri. Nani anajua kuomba kilugha? Nani? Anayejua kuomba kilugha nani? Mkutano mzima Yuko hapo. Haya. Kabila gani? Kisukuma. Haya, mimi nitatafsiri. Mpeni maki. Tuombe. Seba Mulungu kujibu yole mwiguru. Bwana Mungu Baba wa mbinguni unaishi mbinguni, Twalisanya jina lako. Tunalitukuza jina lako. Tuiza makono gako. Tumekuja mikononi mwako. Tusungulira gembango jako. Tushushie baraka zako. Utwenje buruhi. Tutoe kwenye mahangaiko. Omba umalizie sasa. Omba umalizie, watu waitike. Narudia. Seba Mulungu kujiwele mwigoro. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana kumoyo mwela gwako, kwa Roho wako Mtakatifu. Tusaidie, ututoe kwenye matatizo ya hapa duniani. Tunaomba kupitia jina lake Yesu Kristo. Amen. Amina. Tunanena kwa nini jamani? Kwa lugha. Tunanena kwa nini? Kwa lugha. Inaeleweka? Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Somo la leo linasema kunena kwa nini jamani? Kwa lugha. Kunena kwa lugha. Leo kuna watu ambao wamenena kwa lugha zisizo. Lugha zinazonenwa hazieleweki. Lakini ukiwauliza wanakuambia wananena lugha zilizonenwa siku ya Pentekoste. Tunataka tuulize Biblia, je, siku ya Pentekoste zilinenwa lugha za aina gani? Naomba usikilize. Hapa tuko kwenye mahubiri, tunaichambua Biblia. Hatuhubiri kitu kingine. Tunauliza Biblia tulinganishe na ibada zetu leo. Naomba tusome Matendo 2 fungu la kwanza. Tumeshamaliza kuomba.
Matendo ya Mitume sura ya 2. Fungu la kwanza. Fungu la kwanza maandiko yanasema. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Hata ilipotimia siku ya nini jamani? Ya Pentekoste. Ya Pentekoste. Walikuwako wote mahali pamoja. Walikuwepo watu wote, mitume wote, wanafunzi tena shala wote walikuwepo mahali pamoja Yerusalemu orofani. Kukaja ghafla toka mbinguni. Kukaja ghafla kutoka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Wa upepo nao kuja kwa kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ndipo kajazwa nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Ndimi zilizogawanyikana. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Sikiliza vizuri. Kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Endelewe. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio natafuta hiyo. Wote wakajazwa na Roho nani? Na Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Hapa ndipo wengi wamepotelea. Wakaanza kunena, kusema kwa lugha nyingine. Kama vile Roho Mtakatifu alivyowajalia kufanyaje? Kutamka. Alivyowajalia kutamka. Sikiliza lugha walizonena. Na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa. Siku hiyo walikuwepo wa Yerusalemu Wayahudi. Sasa sikiliza vizuri. Hapa yanatajwa makabila ambao walikuwa wamekutanika siku hiyo. Kumbuka ilikuwa ni sikukuu ya mavuno. Naomba unisikilize vizuri kidogo hapa. Unaposikiliza neno Pentekoste, maana yake ni sikukuu ya mavuno. Nimesema maana yake ni sikukuu ya nini? Sikukuu ya mavuno. Au kwa lugha nyingine unaweza ukasema ni siku ya 50. Kwa unapojiita wewe Pentekoste, maana yake wewe ni sikukuu ya mavuno. Ieleweni Biblia. Hiyo ndio maana yake kwa Kiebrania. Walikuwepo makabila kadhaa. Sikiliza makabila yaliyokuwepo. Na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa. Wayahudi walikuwepo. Watu wataua. Walikuwepo. Watu wa kila taifa chini ya mbingu. Watu wa kila taifa walikuwepo, wamekutanika kwa ajili ya sikukuu ya nini? Ya mavuno. Sikiliza wewe. Basi sauti hii iliposikiwa. Sauti iliposikiwa. Ile ya mitume sasa. Makutano walikutanika. Ndipo makutano wakafanyaje jamani? Wakutanika. Naomba usikilize vizuri sana, kati ya masomo yanayotatiza ulimwengu na hili nalo limo. Sikiliza Biblia tufafanulie leo. Makutano wote, makabila yote wa kila taifa wakafanyaje jamani? Wakutanika. Wakakutanika. Wakashikwa na fadhaa. Ndipo wakashikwa na nini? Na fadhaa. Maana yake mshangao. Kwa kuwa sikiliza hii, kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Maana kila mmoja aliwasikia. Hiyo ndio nataka uisikilize vizuri. Maana kila kabila likawasikia. Kila mmoja akawasikia wakinena, soma wewe, wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kila mmoja akawasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Sijui hapo ninaeleweka jamani? Ndio. Wale mnaonisikiliza mnanielewa? Lakini wote waliokuwepo, makabila yote yaliyokuwepo, kila kabila lilisikia wakinena kwa kabila yake. Yaani kama kulikuwepo na Mjita, napenda kuongelea Wajita maana hapa tuko kwa Wajita wengi sana. Ndio. Kama kulikuwepo na kabila la Wajita, Mjita alisikia kinini? Kijita. Kama kulikuwepo na Mzinza, na yeye alisikia kinini? Kizinza. Alikuwepo Mjaruo, alisikia kabila gani? Kijaruo. Alikuwepo Mwingereza, alisikia kabila Kiingereza. Yaani kila kabila likasikia kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote. Wote wakashangaa. Wakasajabu wakiambiana. Wakaanza kuambiana. Tazama. Hawa wote wasemao si wa Galilaya? Hawa wote wanaozungumza jamani, ni sawa na sasa mimi Hamka niongee Kisukuma. Sijui mnanielewa lakini? Naam. Niongee Kisukuma. Halafu Mkuria asikie Kikuria. Mjita asikie Kijita. Mnyiramba asikie Kinyiramba. Mchaga asikie Kichaga. Lakini mimi naongea kinini? Kisukuma. Watu wakashangaa, makabila yote yaliyokuwepo. Wakaanza kuulizana, jamani, hivi huyu Hamka sio Msukuma? Wakajibu, ni Msukuma. Ni Msukuma. Sasa kama ni Msukuma, inakuwaje mimi Mchaga nasikia kwa Kichaga? Wakuria nao, na mimi Mkuria nimesikia Kikuria. Wajaruo nao kasema, na mimi Mjaruo nimesikia Kijaruo. Walishangaa, hawakushangaa? Walishangaa. Kila mmoja akasikia kwa lugha yake.
Rafiki yangu, hii ndio lugha iliyozungumzwa siku ya Pentekoste. Hii ndio lugha iliyonenwa siku ya nini jamani? Ya Pentekoste. Ina maana makutano wote waliokuwepo walisikia kwa lugha zao. Sasa naomba unisikilize. Swali. Leo wanaonena kwa lugha makanisani. Hivi ni kweli bila hata kudanganyana? Ni kweli kila kabila linapoingia huwa linasikia kwa kabila yake? Haiwezekani. Sasa sikiliza, kusema kwamba tunaongea eti watu wananena kwa lugha halafu wanasingizia hizi ndizo lugha zilizonenwa siku ya Pentekoste. Naomba hii tuwe makini sana. Yaani mtu anaanza kwa mumeelewa nini hapo? Kuna kitu. Eti sasa tusingizie hizo ndizo lugha zilizonenwa siku ya Pentekoste. Hizo ndizo lugha zilizonenwa siku ya mitume. Jamani, hebu tuache kudanganya. Shida hatusomi Biblia. Napenda niwasisitize wa Tanzania na kokote mnako nitazama hata kwa runinga, kokote mnako niangalia kwa YouTube. Naomba jamani tusome Biblia. Amina. Someni Biblia. Amina. Narudia kusema, yatumieni macho yenu kuisoma nini? Biblia. Kila kabila ambalo lilikuwepo, kila mmoja alisikia kwa lugha yake. Wakashangaa. Hao wote wasemao si wa Galilaya? Endelea. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Endelea. Wapathi. Sikiza makabila yaliyokuwepo. Wapathi ni kabila linatajwa hilo, lilikuwepo. Na Wamedi walikuwepo. Na Waelami walikuwepo. Na wakao Mesopotamia walikuwepo. Uyahudi wakawepo. Na Kapadokia walikuwepo. Ponto na Asia walikuwepo. Frigia na Pamfilia walikuwepo. Misri na pande za Libya karibu na Kirene walikuwepo. Na wageni watokao Rumi. Na wageni wote waliokuwa wakitoka Rumi walikuwepo. Ni makabila hayo. Wayahudi walikuwepo. Na waongofu walikuwepo. Wakrete na Waarabu nao walifanyaje? Walikuwepo. Endelea. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakakiri wakasema tunawasikia hawa wote wakisema kila moja kwa lugha. Wakakiri wakasema haya ni matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Hizi ndizo lugha ambazo zilinenwa siku ya Pentekoste. Ni sawa na sasa hapo tumesimamisha Mjaruo akaimba Kijaruo halafu akatafsiri. Kila mmoja akasikia kwa lugha yake. Kila mmoja akasikia, maana sisi sote tulioko hapa ni wa Tanzania. Na lugha ya taifa kwa Tanzania tunatumia nini jamani? Kiswahili. Na ndio maana amesimama hapa Msukuma akaomba Kisukuma. Mimi nikatafsiri kwa nini jamani? Kwa Kiswahili. Ili kila aliyoko hapa, kila kabila aliyoko hapa lisikie, lielewe tunachozungumza. Amina. Hiyo ndio lugha iliyonenwa siku ya nini jamani? Ya Pentekoste. Hebu nahitaji makabila mawili yaje hapa, makabila matatu manne hivi. Kabila tofauti waje hapa. Watu 4 au 5. Kabila tofauti njoni haraka haraka. Tuko kwenye somo. Sawa. Harakisheni. Wangapi hapa? Njoni basi njoni. Vipi? Mbona mnaokopa? 3 wala. 4 yuko wapi? 4 yuko wapi? Huyu hapa anakuja. Haya. Wapeni maiki. Kama yupo na 5 waje. Wapeni microphone. Kila mmoja ataje kabila yake. Kila mmoja ataje kabila yake. Amekuja kuwakilisha kabila gani? Haya. Tajeni makabila. Mimi naitwa Stefano Mjaruo. Huyo ni Mjaruo. Naitwa Naomi Stefano Msukuma. Huyo ni Msukuma. Naitwa Asteria Msimu Mjita huyo. Obed Jackson Mkala huyo. Yes. Kuna Mjita, kuna Mkala, Msukuma na nani mwingine? Mjaruo. Jamani, si tumesikia? Sasa naomba kila mtu aseme neno hili kwa Kiswahili. Ili watu wote tufanye nini jamani?
tusikie kwa Kiswahili. Kwa kilugha yake, kwa Kiswahili tumeshamaliza. Kwa kilugha yake tunasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Useme kwa lugha yako sasa. Tunasema moja moja. Moja moja kwanza. Yes. Ameongea nini jamani? Jaruo. Wala ambao sio Wajaruo, mmeelewa kitu hapo? Hapana. Mmeelewa kitu? Hapana. Mwingine aongee. Kuambiwa Mungu avumbile charo n'obwire. Huyo ni Mjita. Mmeelewa kitu hapa? Wajita ndio wameelewa. Si Wajita mmeelewa? Lakini wengine ambao sio Wajita hatujaelewa. Kabila lingine? Hawandeje Mungu aleo bombase ni guru. Hapo ni Msukuma. Mimi ni Msukuma, nimeelewa. Na Wajita makabila mengine hamjaelewa. Mwingine? Mkala. Kuambira Mungu ajumbire isi na charo. Wakala wameelewa. Bwana asifiwe. Amina. Maana mpaka wamesaidiana na charo. Kwa hiyo Wakala wameelewa, lakini sisi wengine makabila mengine hatujafanyaje? Hatujaelewa. Ile lugha iliyonenwa siku ya Pentekoste, kila kabila lilifanyaje jamani? Lilielewa. Kila kabila lilielewa. Kama hapa Mjita ameelewa, Mkala akaelewa, walipoongea Kikala, na Msukuma walipoongea Kisukuma akafanya nini? Akaelewa. Na Mjaruo, Wajaruo wenzake wamefanya nini? Wameelewa. Sasa naomba sasa tusikilize. Leo kuna lugha zinazonenwa makanisani. Yaani watu wote kanisa zima, wanaume kwa wanawake, mpaka na wakubwa na watoto wananena kwa nini jamani? Kwa lugha na kwa pamoja. Sasa naomba na hawa nao wanene kwa pamoja, na kila mmoja anene lugha yake, ili sisi wasikilizaji tubaini. Wewe kama Mkala sikiliza Kikala kama utakielewa, na Msukuma asikilize Kisukuma, huyu Mjita asikilize Kijita, Mjaruo naye asikilize Kijaruo. Hebu wote sasa na wahesabia, muongee kila mmoja kabila yake, sawa? Neno hilo hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ni wahesabia, halafu kila mmoja aongee kwa kutaka kuzidi mwingine, yaani mtumie nguvu zenu zote. Ninaanza kuhesabu. 1, 2, twende. Acheni kutegea, tunarudia. Hakikisha unaachama kabisa, yani. Nahesabu tena. Kila mmoja aongee lugha yake. 1, 2, twende. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mumesikia kila mmoja kwa kabila yake? Tulisikia maneno, tumesikia makelele. Kelele tu. Hizo ndizo lugha zinazonenwa Roma kanisani. Hakuna kuelewa chochote kinachoongewa. Hata waongeaji wanaoongea hawajui. Yaani unakuta ukimuuliza mlikuwa unaongeaje, anakuambia hata mimi sijui. Lakini anapotoka huko anakuambia asante Yesu. Vipi wewe, vipi mlikuwa mnaongeaje? Hata mimi sijui. Huko anateremsha machozi. Kuna Roho Mtakatifu hapo jamani? Hapana. Acheni kuficha. Tunatoa mifano. Hata Yesu alifundisha kwa nini jamani? Kwa mifano. Ukweli hiyo sio ibada kabisa. Hiyo sio ibada, na hakuna Roho Mtakatifu hapo. Paulo akafundisha akasema hivi, 14 Wakorintho wa kwanza, ndio fungu la 4. Akafundisha akasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wake wa 4. Ameandika nini? Maandiko anasema, isikiliza hivi. Yeye anenaye kwa lugha. Akasema yeye anayenena kwa lugha, rafiki zangu. Yeye anenaye kwa lugha. Anenena kwa lugha ambayo kwa wengine haieleweki kwa kweli. Hujijenga nafsi yake. Hujijenga nafsi yake. Wala hawezi akajenga kanisa. Bali ahutubuye. Lakini yeye anayehutubu, maana yake anayehubiri kama mimi ninavyohubiri hapa, bali ahutubuye, kwa kueleweka, ahutubuye, ninalijenga kanisa. Kulijenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usipoelewa na leo una masikio ya kufa kabisa.
anamaanisha kwamba mtu anaponena kwenye halaiki za watu kama hapa, lazima anene lugha inayoeleweka kwa watu wote, ili alijenge nini? Kanisa. Ila mtu kama anataka anene lugha tofauti, anene lugha ya kwake ambayo wengine hawaijui, basi anene yeye mwenyewe kwa kujenga nafsi yake. Endelea kusoma wewe. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Paulo anataka watu wote tunene kwa lugha, hazuiliwi. Lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Zaidi sana tueleweke. Maana yeye hutubuye, maana yeye anayeeleweka ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, kuliko anayenena kwa lugha ambayo haieleweki. Isipokuwa wafasili. Lazima kila lugha zinazonenwa kuwepo na wanani jamani? Wakufasili. Kuwepo na wanani jamani? Wakufasili. Ndio maana hapa kumekuja Msukuma kuomba, mimi nikafanya nini jamani? Ukafasili. Nikafasili. Maombi hayakueleweka, yameeleweka. Ndio maana hapa kumekuja na Mjaruo kuimba, lakini tukamtaka afanye nini? Afasili. Wimbo haukueleweka, umeeleweka. Ndio maana fungu la 7 ameandika hivi. Sikiliza. Fungu la 7 anasema, hata vitu visivyo na uhai. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti zake, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, zisipotolewa sauti zenye tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Utatambulikanaje kwamba ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Naomba unisikilize vizuri. Mfano, hata wapiga gitaa anapopiga gitaa, lazima ni watambulishe waimbaji tunaenda kuimba wimbo gani. Sijui naeleweka? Naam. Hiyo ndio Paulo anaifundisha, kwamba hata vyombo visivyo na uhai vitowapo sauti zake, lazima vitoe sauti yenye kufanyaje? Kueleweka. Maana zisipotoa sauti yenye kueleweka, je, utatambulikaje wimbo unaoimbwa kwa filimbi au kwa kinubi au kwa gita? Utatambulikaje? Mfano, nijaribu kutoa mfano. Leo tunafundisha kwa nini jamani? Kwa mifano. Naimba wimbo kwa filimbi, ukiufahamu tuimbe wote. Ndio. Mimi nitapuliza filimbi, ukiuelewa ninaimba wimbo gani, tuimbe pamoja. Kaa makini. Naanza kuimba kwa filimbi. Wimbo kwa filimbi umeeleweka? Haujaeleweka? Umeeleweka. Paulo anasema hata vitu visivyo na uhai vitowapo sauti, vitoe sauti yenye kufanya nini? Yenye kueleweka. Ninaenda kupuliza filimbi namba 2. Filimbi hii ya kwanza, hizi ndizo lugha zilizonenwa siku ya Pentekoste. Maana makabila yote yaliyokuwepo siku hiyo, kila mmoja aliwasikia mitume wa Galilaya. Kila mmoja akasikia wakiongea kwa lugha yake na wakasikia ujumbe. Sasa napuliza kwa lugha zinazonenwa leo makanisani. Ukinisikia uimbe pamoja na mimi. Ninaimba wimbo kwa filimbi, ila kwa lugha zinazonenwa leo makanisani. Mumeuelewa wimbo? Hapana. Mumesikia wimbo? Mmesikia makelele? Ni kelele tu. Hizi ndizo lugha zinazonenwa leo makanisani. Halafu wanasingizia ni lugha zilizonenwa siku ya Pentekoste. Acheni kusingizia. Vipi?
unaendeleaje? Halafu anakuambia tumeshukiwa. Ila kwa kweli jamani. Ila mnazi mmoja upande wa Sengerema Mwanza leo msipolielewa na somo hili. Hivi hapa haya maroho yapo hayapo? Yapo. Imejaa. Rafiki zangu, kama ni kudanganywa, tulidanganywa mno. Ifika sehemu tuseme yafanyaje? Yatosha. Lazima lugha zieleweke. Amina. Bile fungu la 9 ameandika hivi. Fungu la 9 maandiko yanasema, vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri. Msipotoa neno kwa ulimi neno lililo dhahiri. Neno lile linenwalo litajulikanaje? Neno msipotoa kwa ulimi unaoeleweka, je, hilo neno mnalo linena jamani marafiki zangu litajulikanaje? Maana mtaonekana. Mtakuwa mkinena hewani tu. Mtakuwa kama mnanena wapi tu jamani? Hewani. Maana watu hawawaelewi. Fungu la 11 ameandika hivi. 11 anasema, sikiliza. Basi nisipojua maana ile sauti. Anasema basi nisipoijua ile maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye. Nitakuwa mimi msikilizaji kama mjinga kwa yeye afanyaye nini? Anenaye. Maana ile lugha nayo inena, mimi sifanye nini? Sielewi. Kuna ibada hapo? Hapana. Kuna Roho Mtakatifu hapo? Hapana. Jamani, hata kama watu leo hata hapa sasa hivi kutengwe ugali, hata kama ni wali, halafu tumwambie mtu kuomba, aombe kwa lugha ambayo sisi hatufanyi nini? Hatuielewi. Tunaweza tukaitikia amina? Lile fungu la 13 anauliza, hebu sikiliza. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha, anayenena kwa lugha, na aombe apewe kufasiri. Lazima aombe kuwepo na nani jamani? Wa kufasiri. Huu ndio utaratibu wa kunena kwa lugha rafiki zangu. Amina. Lugha zote lazima zitafsiriwe. Amina. Ndio maana tunaona mahubiri ya satellite, si waga tunayaona. Mtu anahubiri Kiingereza, lakini kuna kuwepo Waswahili. Tanzania anatafsiri Kiswahili, kwa Rwanda wanatafsiri kinini? Kirwanda. Burundi wanatafsiri kinini? Yaani kila taifa linatafsiri kwa lugha yake ili ujumbe uwafikie watu. Amina. Na hiyo ndio maana yake. Endelea wewe. Maana nikiomba kwa lugha. Hebu sikiliza, nikiomba kwa lugha. Halafu roho yangu huomba. Roho yangu inaomba. Lakini akili zangu hazina matunda. Hazina matunda. Imekuwaje basi? Sikiliza hiyo. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho. Niombe kwa roho. Yaani niombe kwa roho. Kama wanavyosema kwamba naomba kwa roho. Niko kwa roho. Nitaomba kwa roho. Tena nitaomba kwa akili pia. Mtaimba kwa roho. Halafu tena nitaimba kwa akili pia. Endelea. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho. Sikiliza sasa, uko kwenye meza ukaomba, yani ukakibariki chakula kwa nini? Kwa roho. Kwa roho. Yeye aketee katika mahali pa mjinga ataitikaje amina? Eti wewe ambaye huijui lugha niliyoomba kwa roho, utaitika amina? Hapa tunasoma. Jamani rafiki zangu wa Tanzania wenzangu popote na wote mnaoniangalia kwa nchi za mbali, nchi za nje, naomba msikilize somo la leo. Amina. Jamani, acheni kupotea. Wengi wamepotea. Yesu anasema wengi wanapotea kwa kutoyajua maandiko. Unajua Biblia inasemaje? Sikiliza hili fungu la 20 nasema, tusiwe watoto wachanga. Ndugu zangu wapendwa, msiwe watoto katika akili zenu. Tusiwe watoto katika akili zetu. Msiwe watoto katika akili zenu. Ndio. Lakini katika uovu. Lakini katika dhambi. Mgeuze watoto wachanga. Basi hapo ndipo tugeuze kwa watoto wachanga. Bali katika akili zenu. Lakini katika akili zetu mkawe watu wazima. Tuweni watu wazima. Tuweni watu wazima. Acheni kudanganywa. Naam. Maana hebu anza kufikiria kama kanisa lote tumekusanyika. Nimesema kanisa lote. Wanaume na wanawake, wazee kwa vijana na watoto wadogo na wakekuru, mabibi. Tukakutana kanisani. Halafu wote tukanena kwa nini jamani? Kwa lugha.
kisha kukaonekana ameingia mtu ambaye hajui lugha tunazoziongea. Ibada hiyo itampendeza huyo mtu? Hebu nisikize fungu la 23. Anasema, haya. Ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja. Ikiwa kanisa lote mmekusanyika pamoja. Na wote wanene kwa lugha. Na wote wakanena kwa nini? Kwa lugha. Wakanena kwa lugha. Kisha ikawa wameingia watu wajinga. Wakaingia watu ambao hawaelewi. Wajinga au wasioamini. Au wasioamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Eti hawawezi wakasema hivyo. Wakianza tu kuwaona mnagaagaa, suti mnaziangusha chini. Amwezi mkaitwa nyinyi mna wazimu? Lazima watasema. Ila kwa kweli jamani, hebu tuweni wastaarabu jamani. Amina. Tumwabudu Mungu katika roho na nini jamani? Na kweli. Na kweli. Endelea wewe. Lakini wote wakihutubu. Lakini wote tukihubiri. Kisha akaingia mtu asiyeamini. Haeleweka. Kisha akaingia mtu mjinga ambaye yani hajaamini. Akaingia akatukuta tunahubiri kama hapa tunavyohubiri, watu wanaelewa. Sikia. Akaingia mtu asiyeamini au mjinga. Abainishwa na wote. Lazima ahukumiwa na wote. Na atahukumiwa na wote. Na wote. Siri za moyo wake zitafanyaje? Huwa wazi. Baadaye na hivyo atamwabudu Mungu. Atamwabudu nani? Mungu. Akisema humu kuna Mungu bila, akiangua kifudifudi na kukiri ya kuwa, atakirije? Atakiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Bwana asifiwe. Amina. Yaani mtu akielewa anakiri kwamba hapa kuna nani jamani? Kuna Mungu. Kuna Mungu. Maana anaelewa kile mnachofanya. Amina. Barikiwa baba. Amina. Hiyo ndio yenyewe. Amina. Hebu isikilize fungu la 36 wewe, soma wewe. 36 nasema. Fungu la 26 wanene wangapi? Wanene wawili au watatu. Tena si zaidi. Tena sikiliza. Zamu kwa zamu. Bwana asifiwe. Amina. Wanene wawili au watatu, na tena sio zaidi. Ila wanaponena wanene zamu kwa zamu. Na mwingine na mmoja maliza anafasili, na mwingine afanya nini? Afasili. Hiyo ndio lugha. Amina. Hatuzuiwi kunena kwa lugha. Ndio. Lakini tunene mfasiri awepo. Kabisa. Na kunena kwa lugha kusiwe kunena kwa lugha kanisa lote. Ife kwa jina la Yesu. Amina. Haiwezekaniki kanisa lote tunene kwa nini jamani? Kwa lugha. Kanisa moja litakuwaje na kalama moja? Yaani watu 200 kanisani wote muwe na kalama ngapi? Moja. Inawezekana hiyo? Biblia inafundisha, inasema jamani, hatuzuiliwi kunena kwa nini? Kwa lugha. Lakini tunapaswa tunene wawili au wangapi? Au watatu. Au watatu. Na watatu mmoja wetu afanye nini? Anafasili. Ili kanisa lifanyweje? Lijengwe. Sasa naomba ulisikilize vizuri fungu la 28 wewe hapo. Lakini asipokuwapo mwenye kufasili. Rudia, hawajaelewa. Lakini asipokuwapo mwenye kufasili. Asipokuwepo mtu wa kufasiri lugha. Na nyamaze. Wapi? Katika kanisa. Akikosekana mtu wa kutafsiri na munyamaze katika kanisa. Ile chapara ikome. Amina. Ikome. Amina. Mimi nasemaga kwamba jamani, kama tunaelewa, siku moja tuingie kwenye ibada hizi, tukiwakuta wananena ovyo ovyo. Ndio. Twendeni na viboko. Nisikilize vizuri. Ndio. Weke kiboko kwenye suti kama hii. Halafu subiri kipindi cha kunena kwa nini? Kwa lugha. Kwa lugha. Wataanza tu halafu wewe toa kiboko, waanzishe wewe viboko. Wakikuuliza wewe, mbona unatupiga? Nimeshukiwa. Kwani atakuwepo mtu wa kunena kwa lugha mbaya? Hata kuwepo kabisa. Mwenye kiboko.
Maana wote tumefanya ni jamani? Tumeshukiwa. Hakuna wa kulaumu mwingine. Kabisa. Na wewe unawacharaza unawaambia jamani nimeshukiwa, niko kwenye kushukiwa hapa. Bwana asifiwe. Amina. Inasikitisha. Dunia imefika mbali wapendwa. Kabisa. Chukueni tahadhari. Mapepo yametapakaa kila kona. Unaweza ukafikiri ni ibada original, kumbe uko kwenye feki. Niliwaambia msifikiri kila kitu ni original. Na hata katika ibada kuna original na nini? Na feki. Kila ibada ambayo haikuandikwa kwenye Biblia, elewa hiyo ni nini? Ni feki. Hatuna lugha za fefe sisi. Kabisa. Kwenye Biblia hatuna jabara. Disikiliza ile fungu la 31 ameandika hivi. 31 inasema. Sikiliza vizuri. Kwa maana. Sikiliza. Nyinyi nyote mwaweza kuhutubu mmoja mmoja. Twaweza tukahutubu mungapi? Mmoja mmoja. Acha hutuba za kanisa lote. Twaweza kuhutubu mmoja mmoja. Ili wote wapate kujifunza. Ili wote wapate kufanya nini? Kujifunza. Hata sisi hapa tungelikuwa tunasoma, huyu anasoma na mimi ninaongea kivyangu, mungelituelewa? Hapana. Tunaongea kwa zamu. Naam. Na huyu akienda akipitiliza akivuviwa kwa zaidi ya ninavyotaka, ninambana kabari. Tulia kwanza. Maana lazima tuongee mungapi jamani? Mmoja mmoja. Na wote wafarijiwe. Ili wote tujifunze na wote wafanyweje? Wafarijiwe. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Usipoelewa na leo, sielewi atakuhubiri nani. Sikiliza fungu la 32. Na roho za manabii watii manabii. Sikiliza. Kwa maana. Sikia hiyo. Kwa maana. Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi si Mungu wa machafuko. Sio Mungu wa nini? Wa machafuko. Bali ni Mungu. Bali wa amani. Bwana asifiwe. Amina. Kwenye ibada panahitajika unyenyekevu. Amina. Kwenye ibada hakuna jabara. Kabisa. Hakuna mondomboro za soro. Tunamkuta kwenye ibada eti yuko kwenye vituko, anacheza vituko, anaanguka makirikiri, anaanguka madanso sijui na nini. Jamani. Uko kwenye ibada. Sisi tunawaambiaga waimbaji wetu, jamani, tulieni kwa nani? Kwa Yesu. Fanya ibada ya kicho. Hata kama ni kuimba, imba kwa kicho. Tukikuona unamomonyoa kwa kweli hautuelewi. Tunakuchapa ya njano kwanza. Ili ujifunze. Ya njano. Hujaelewa, tandiko nyekundu. Toka kwenye uwanja. Ndiyo. Hatuchezi. Wala kelele kwenye ibada hazimo. Lakini kwingine unakuta jamani, unakuta makelele yanahesabu. Paga watu wengine wanapiga viruzi kwenye ibada. Ongeza. Jamani. Ila kwa kweli jamani. Hivi mfundishwe na nani muelewe? Kama Mungu amewateremshia mtu ambaye hata hawaoni. Na Biblia naiweka wazi kiasi hiki. Na bado unabishi. Kweli makosha. Una nuru kweli. Nisikilize hili fungu la 35. 35 inasema. 36. Sikia. 36 inasema. Sikiliza hiyo. Au je? Neno la Mungu liliotoka kwenu? Sikiliza hiyo. Au kuwafikia ninyi peke yenu? Sikiliza vizuri hiyo. Mtu akijiona kuwa ni nabii. Mtu yeyote akijiona kuwa ni nabii. Au mtu wa rohoni. Na yatambue hayo ninayowaandikia. Bwana asifiwe. Amina. Mtu anayejiona ni mtu wa rohoni, ayatambue haya tuliyofanywa ni jamani, tulioandikiwa. Ya kwamba
Ni maagizo ya Bwana. Jamani, tunayoyasoma haya ni maagizo ya nani? Ya Bwana. Yaani kama mtu kuongea kwa lugha wanene wangapi? Wawili au wangapi? Watatu. Wala sio nini? Si zaidi. Tena wanene zamu kwa zamu. Na mwingine afanye nini? Anafasiri. Hayo ndio maagizo ya nani? Ya Bwana. Utakataa tu wewe? Na leo maiki zimesikika kila kona. Amina. Halafu tena kesho kuta tuwakute mnapiga kelele kwenye ibada. Kinachosaidia sana ni nchi yetu ya Tanzania ina uhuru wa kufanya ni jamani. Lakini kama isingelikuwa hivyo, wengine tungeliwaletea polisi. Kweli. Maana kama Biblia inawekwa wazi namna hii, halafu wewe ukaanze tena ya kwako, na leo umefundishwa umeelewa, hivi kweli watu watakuelewa? Jamani, naomba usikilize, haya ni maagizo ya nani? Ya Bwana. Haya ni maagizo ya Mungu. Na wala sio Hamka anayeongea huyu. Ndio. Hatuna propaganda sisi. Hatuna projo kwenye neno. Na huwa tunajitoa muhanga. Tuko wakifu kwa kila kitu. Fungu la 38 ameandika hivi. Lakini. Sikiliza vizuri hiyo. Lakini. Mtu akiwa mjinga. Mtu akiamua kuwa mjinga. Akiamua kuwa mjinga. Nawe mjinga. Na aendelee kuwa mjinga. Sielewi kama umelielewa hilo neno. Maana yake ni kwamba sheria ya Mungu ni ya uhuru. Sheria ya Mungu ni ya nini jamani? Ya uhuru. Ni ya uhuru. Hailazimishi mtu. Mtu akiamua kuwa mjinga, mwacheni awe mjinga. Ila kazi sisi tulioagizwa kufanya, nendeni mkaihubiri habari njema kwa mataifa yote. Ili baki kuwa nini? Ushuhuda. Hicho ndicho tumeagizwa. Naam. Ila mtu akiamua kuwa mjinga, mfanyeni nini? Mwacheni. Na ndio maana sisi kazi yetu sio kukutoa kwenye imani yako. Ndio. Ila neno la Mungu na Roho wa Mungu akikugusa na ukaelewa, toka wewe mwenyewe. Hatulazimishwi kabisa. 39 ameandika hivi. 39 nasema, mtu hazuiliwi kunena kwa lugha. Kwa ajili ya hayo. Kwa ajili ya hayo. Sikiliza. Ndugu zangu. Takeni sana kuhutubu. Wala msizuie kunena kwa lugha. Msizuiliwe kunena kwa nini? Kwa lugha. Lakini. Sikiliza hiyo. Lakini. Mambo yote. Mambo mangapi? Yote. Na yatendeke kwa uzuri. Na kwa utaratibu. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa nini? Kwa utaratibu. Acheni ovyo ovyo. Amina. Acheni zigizaga. Kabisa. Ibada zote ziwe na kichwa. Amina. Ibada zote. Tufanye ibada zenye kichwa baba yangu. Amina. Tufanyeni ibada zenye kichwa. Biblia nasema tumwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Acheni fujo. Siku ya Pentekoste wote waliokuwepo pale, kila mmoja alisikia kwa lugha yake. Na wote wakamwamini Yesu. Walibatiza watu wangapi unajua? Matendo 2 fungu la 41. Matendo 2. Walibatiza watu wangapi? Matendo 2 mstari 41. Acheni kusingizia. Maandiko yanasema. Ameandika nini? Nao waliolipokea neno lake. Siku hiyo watu waliolipokea neno lake wakabatizwa. Wakabatizwa. Maana kila mmoja alisikia kwa lugha yake. Kila mmoja akalipokea neno la Mungu, wakaamini, wakafanywaje? Wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka. Watu wangapi? Watu wapata 3,000. Wakabatizwa watu 1000 ngapi? 3,000. Na ndivyo itakavyokuwa hata hapa. Kabisa. Watu watakaoelewa hapa lazima wafanywe nini? Wabatizwe. Na wiki iliyopita tumebatiza watu 20 ngapi? 21. Na wiki hii inayokuja kesho kutwa tu Jumamosi tunabatiza watu. Amina. Wale wanaoelewa. Usifikiri watu watabatizwa. Wachache wanaoelewa. Kumbuka siku hiyo ya sikukuu ya mavuno, maelfu ya watu walikuwepo. Ndio. Na wote wakasikia na wakaelewa. Lakini waliobatizwa ni watu 1000 ngapi tu? 3,000. Usifikiri wote walibatizwa. Na hapa ndivyo hivyo. Mahubiri yatahubiriwa hata kama tumalize mwezi. Lakini kuna wachache wataamini na kubatizwa. Ndio. Na wengi watabaki kama walivyo. Ninakuombea uwe miongoni mwa wachache wanaoamini. Amina. Uwe miongoni mwa wachache wanaobadilika. Amina. Uwe miongoni mwa wachache wanaoelewa. Amina. Uwe miongoni mwa wachache watakaobatizwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Jamani, kanisa limeumbwa kama mwili. Ndiyo. Kanisa linafananishwa na mwili wa mwanadamu, kwa maana ya kwamba mwili wa mwanadamu una viungo vingapi? Vingi. Una viungo vingapi? Vingi. Ila kila kiungo kina kazi yake. Na ndivyo tulivyo kanisani. Kila mshiriki ana karama yake. Ndio maana Hamka amekuja kuhubiri hapa. Kwani hapa hakuna washiriki? Wapo. Maana yake wametafuta mtu aliye na karama ya kufanya nini? Ya kuhubiri. Waimbaji wenye karama ya kuimba nao wanafanya nini? Wanaimba. Ni sawa na kwenye mwili wa mwanadamu. Unafikiri kila kiungo kinafanya kazi moja? Hapana. Hebu naomba tuanze kuhesabu. Binadamu ana miguu mingapi? Miwili. Kazi ya miguu ni kufanyaje? Kutembea. Binadamu ana matako mangapi? Mawili. Kazi ya matako? Yes. Ya wenzetu wanawake na kuumomonyoa. Naam. Yana kazi mbili ya kwao. Kazi ya matako ni kukaa. Binadamu ana macho mangapi? Mawili. Kazi yake? Kuona. Binadamu ana masikio mangapi? Mawili. Kazi yake? Kusikia. Binadamu ana matundu mangapi ya pua? Mawili. Kazi yake? Kunusa. Binadamu ana midomo mingapi? Miwili. Hapo mmeferi. Ana midomo miwili na kinywa kimoja. Ana meno. Kazi ya meno ni kufanya nini? Kutafuna. Kila kiungo kina kazi yake. Paulo anauliza swali. Wakorintho 12. Wa kwanza 12 fungu la 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Mstari wake wa 16. Bwana anasema. Anaulizaje? Na sikio likisema. Sikio likisema. Kwa kuwa mimi si jicho. Mimi si la mwili. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Yaani sikio liseme kwamba kwa sababu mimi sio jicho, kwa maana hiyo mimi sio wa mwili. Eti tutakubali kweli sikio sio la mwili? Hapana. Hatuwezi kukubali. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Hatuwezi kukubali. Kama mwili wote ukiwa jicho. Sasa Paulo anauliza swali, je, vipi kama mwili wote ukawa jicho? Yaani mwili wote mzima wa mwanadamu ukawa nini? Jicho. Jicho. Eti jamani, kuna kutembea hapo? Wapi kusikia? Kuna kusikia? Kuna kunusa? Hapana. Maana mwili wote ni nini? Ni jicho. Mfano, mwili wote wa mwanadamu uwe tako. Na kazi ya tako ni kufanyaje? Kukaa. Kuna kuona? Kuna kunusa? Hakuna. Kuna kutafuna? Hapana. Tako litatafuna? Maana yake ni hivi, kila kiungo kina kazi yake. Viungo vyote vya mwanadamu haviwezi vikafanya kazi ngapi? Moja. Sasa wale wanaonena kwa lugha kanisa zima, maana yake mwili wote ni kiungo kingapi? Kimoja. Maana yake kama ni mwili mzima lote ni tako. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Biblia ni tamu kama asali. Ndio. Watu tu hamtaki kusoma. Sikiliza ile fungu la 27. Ameandika hivi fungu la 28. Wakorintho wa kwanza 12 fungu lake la 28. Ameandika hivi. Bwana Mungu anasema. Sikiliza. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza. Kila mmoja na karama yake. Wa kwanza. Mitume. Wa pili. Manabii. Wa tatu. Walimu. Wa nne. Miujiza. Ni karama ambazo ziko wapi jamani? Kanisani. Wa tano. Kiisha karama za uponyaji. 6. Karama za kuponya magonjwa na masaidiano. 7. Na maongozi. 8. Na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Tunaanza kuuliza maswali sasa. Kanisani wote ni mitume? Wote ni mitume? Haiwezekani. Wote ni manabii? Haiwezekani. Wote ni walimu? Haiwezekani. Wote watatenda miujiza? Haiwezekani. Wote na karama za kuponya wagonjwa? Haiwezekani. Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Hamna. Kila mmoja ana karama yake. Kwa hiyo takeni sana karama zilizo kuu. Lakini hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Leo tumeonyeshwa njia iliyo bora, kwamba kanisani kila mmoja afanye kwa karama yake. Kanisa lote lisiwe na karama ngapi? Moja. Na watu tusinene kanisa lote kunena kwa nini? Kwa lugha. Kama tunanena kwa lugha tunene wangapi? Wawili. Au wangapi? Watatu. Tena zamu kwa zamu. Na mwingine anafasiri. Wangapi wamenielewa? Walionielewa kana juu. Bwana wabariki sana. Amina.
Jamani, ninaomba mlijue hili. Amina. Dunia yote imetapakaa mapepo, na hayo ndio yananena kwa lugha zisizofanya nini jamani? Zisizoeleweka. Ufunuo 16:13 ninapomalizia. Lisikilize hili vizuri. Naam. Mungu hafichi, na Biblia iko wazi kwa wanaoisoma. Soma wewe. Ufunuo sura ya 16 mstari wake wa 13. Ameandika nini? Bwana Mungu anasema, nikaona roho tatu za uchafu. Roho tatu za nini? Za uchafu. Zinazonena. Zilizofanana na vyura. Zenye kufanana na nini? Na vyura. Si vyura tunawafahamu vyura? Hawana masikilizano kwenye ibada yao. Nendo kajaribia kukanyaga maji kipindi cha masika kwenye bwawa fulani au kwenye majaruba. Utasikia kelele zote za vyura, kila mmoja mwingine analia kona ile kona kule lakini utashangaa wote wanaanza kuitika kwa pamoja. Hakuna cha choir master, hakuna cha katekista. Hakuna cha mchungaji. Hizo ndizo lugha leo zinazonenwa wapi jamani? Makanisani. Endelea wewe. Nikaona roho tatu za uchafu. Zenye kufanana na vyura. Zilizofanana na vyura. Endelea. Zikitoka katika kinywa cha yule joka. Zilitoka katika kinywa cha nani? Cha yule joka. Joka ni nani? Ni Shetani. Zikatoka katika kinywa cha yule joka ambaye ni Shetani. Na katika kinywa cha yule mnyama. Nabii wa mnyama, mamlaka, yani hayo ni mamlaka ya Rumi. Endelea. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Huo ndio Protestanti duniani. Maliza. Hizo ndizo roho za mashetani. Jamani, hizi roho zinazotoka kwa kinywa cha joka na kinywa cha mnyama na kinywa cha nabii wa uongo, Biblia inatutambulisha hizo ndizo roho za nani? Za mashetani. Utajiongeza kama wali. Zifanyazo ishara. Zenye kufanya ishara. Na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote. Zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Maana yake zimetawanyika dunia zima. Zimetawanyika dunia zima. Ndio maana kila kona leo watu wanafanya ibada za miujiza. Toka bebo, toka, po. Paka na mapi. Mungu atusaidie. Amina. Mungu atusaidie. Amina. Na kama tulikuwa tukifanya bila kujua, leo tumefanyaje jamani? Tumejua. Ni wakati wangu, ni wakati wako baba, wakati wako mama kufanya mabadiliko. Amina. Kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. Hii ndiyo Biblia. Kwa Watanzania, kwa Waingereza hii inaitwaje? Bible. Kwa Waebrania inaitwaje? Bibles. Haya ndiyo mafundisho ya Mungu. Amina. Tunene kwa lugha zenye kufanyaje? Kueleweka. Na ibada zote zionekane na utulivu, zenye heshima na kicho mbele za nani? Mbele za Mungu. Tofauti na pale tumeliwa keusi, tumeliwa kanini? Kekundu. Matendo 13:17 ameandika hivi, najua wengine tuliyafanya bila kujua. Hebu isikilize. Matendo ya Mitume sura ya 3. Nilijua wengine pengine tuliyafanya. Sikiliza vizuri hiyo. Bwana anasema hivi. Basi sasa, ndugu zangu, najua ya kuwa wengine tulifanya bila kujua. Mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu. Wengine tumenena kwa lugha ovyo kwa sababu tulikuwa hatufanyi nini? Hatujui. Kama na wakuu wenu walivyotenda. Viongozi walivyotufundisha. Lakini leo mambo yote aliyohubiri Mungu tangu zamani, yaliyohubiriwa na Mungu tangu manabii na mitume tangu zamani. Sikiliza. Kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ametimiza hivyo. Yamehubiriwa leo. Yamehubiriwa lini jamani? Leo. Ulikuwa uelewi, leo umefanya nini? Umeelewa. Utakuwa na uzuru. Kinachotakiwa badilika. Amina. Maana kama ulifanya bila kujua, leo umefanyaje? Umeelewa. Utaendelea kuwa kwenye ibada hizo. Utakutana yeye aliyekuumba. Kweli. Mimi nimeagizwa nikuelekeze, halafu mhukumu ni yeye. Amina. Nataka unisikilize. Kwa kuwa tulifanya bila kujua, leo tumefanyaje? Tumejua. Sasa anasema hivi. Soma wewe. Tubuni basi. Anasema sasa kama tumeelewa, Mungu anaagiza tubuni basi. Ili dhambi zetu mrejee. Ili dhambi zetu zifutwe. Zifanywaje? Zifutwe. Mungu wetu ni mwingi wa nini? Wa huruma. Tena si mwepesi wa nini? Wa hasira.
Hata kama tulifanya vibaya, tukikubali kubadilika tunasamehewa. Amina. Tukikubali kutubu tunasamehewa. Amina. Haijalishi tulifanyaje, Mungu ni mwingi wa rehema. Amina. Anasema kwa kuwa tulifanya wengine bila kujua, leo tunaagiza tufanyeje? Tutubu. Anasema tubuni basi. Tubuni basi. Mreje. Ili dhambi zenu zifutwe. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi wanaomba dhambi zao, haijalishi ni za namna gani, wanataka leo dhambi zao zifutwe. Wanaporudi nyumbani, warudi wamesamehewa dhambi zao. Kila mmoja anajua dhambi yake. Wanaosema Yesu nisamehe dhambi yangu, nisamehe dhambi zangu, wanaohitaji kusamehewa mikono juu. Simameni. Amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wanaohitaji kusamehewa tusogee hapa mbele. Sogeeni hapa tufanye maombi. John tuombe. John tuombe. John tembea, tembea. Tembea kaka, tembea dada. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tembea baba, tembea kaka, tembea mama, tembea dada. Amen. Tembea, sogea tuombe, sogea tuombe, sogea tuombe. Amen. Amen. Sogea tuombe baba yangu, sogea mama tuombe. Amen. Sogea kaka yangu tuombe, sogea dada. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema tubuni, mfanye nini? Mrejee. Ili dhambi zote zifanyweje? Zifutwe. Ninakuombea dhambi zako zifutwe. Amina. Get the point. Take a step forward.